Nimekuelewa, lakini sasa ngoja nyuki warudi waone nani anachota asali yao. Akaondoka taratibu, akicheka kwa sauti ya chini. Baada ya dakika chache, harufu ya asali iliyomwagika ikavuta nyuki waliokuwa karibu. Wakarudi kwa hasira. Karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili, mahali pa hadithi za kusisimua, zenye mafunzo na zinazogusa maisha yetu ya kila siku. Kama bado hujasubscribe, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, weka alama ya kengele na usisahau kushiriki hadithi hii ili wengine pia wafurahie simulizi zetu. Leo tunakupeleka tena msituni, mahali ambapo ujanja na tamaa hukutana. Hadithi ya leo inaitwa Sungura na Fisi, kisasi cha asali. Hebu tulia, tusikilize. Baada ya kisa cha mzinga wa asali, msitu mzima ulijua jinsi fisi alivyoaibika. Wanyama walimcheka, wengine walimhurumia. Alitembea akiwa na uso uliojaa uvimbe, akitokwa machozi, akitafuna hasira moyoni. Siku moja alipokuwa akilala chini ya mti wa mkuyu, alijiahidi, nitamlipizia sungura hata kama ni kwa gharama yoyote. Fisi hakulala usingizi mzuri kwa siku kadhaa. Kila mara alipoona nyuki wakiruka, alikumbuka uchungu wa maumivu yale. Na kila alipomsikia sungura akicheka, moyo wake ulijaa sumu ya kisasi. Siku moja, sungura alikuwa amekaa pembeni ya kijitu akinywa maji. Fisi akamuona kutoka mbali. Akaanza kupanga mpango wake wa kisasi. Akajisemea, nitamtengenezea mtego wa utamu kuliko asali, lakini utakaoishia kuwa sumu kwake. Akakimbia hadi shamba la binadamu lililokuwa karibu, ambako kulikuwa na mazao yaliyohifadhiwa. Alipofika, akachukua kipande cha nyama kilichokuwa kimekwama kwenye mtego wa chuma, kisha akakiweka ndani ya pipa dogo la udongo. Akaweka pipa hilo kwenye sehemu yenye kivuli msituni, akapuliza harufu kidogo ya asali hapo juu, ili sungura anusie utamu. Baada ya muda, sungura alipita karibu. Macho yake yakashikwa na mwanga wa pipa lile. Akaweka sikio karibu, akasikia sauti ya wadudu wa asali wakizunguka. Akafikiri, Mungu wangu, huu ni mzinga mwingine. Akasogea kwa tahadhari, akaanza kupima kama kuna nyuki karibu. Hakukuwa na hata mmoja. Alitabasamu kwa ujanja, hii safari nitakuwa mwangalifu zaidi. Sungura akachukua kipande cha mti, akachokonoa kidogo juu ya pipa. Harufu ya asali ikampiga puani, akapiga mate. Hii dunia kweli ni ya majaribu. Akafungua zaidi na ndani akaona kitu kinachong'aa, akidhani ni asali safi. Bila kufikiri mara mbili, akainamisha kichwa chake ndani ya pipa. Lakini ghafla, kipande cha chuma kilichokuwa kimefichwa ndani kikamnasa sikioni. Au, nisaidieni, alipiga kelele. Fisi aliyekuwa akijificha nyuma ya kichaka akaanza kucheka kimya kimya. Hehehe, sasa tuko sawa. Lakini sungura hakukata tamaa. Kwa kutumia mikono yake midogo, alianza kuzungusha kichwa huku na kule. Alijaribu kuvuta, akashindwa. Akajaribu tena, mara hii akitumia nguvu zaidi, na kwa bahati nzuri, kipande cha chuma kikapasuka. Lakini sauti kubwa ikasikika. Kwang! Fisi aliyekuwa akicheka akaingiwa na hofu kwamba wanyama wengine wangesikia. Akamkimbilia sungura, akajifanya mwenye huruma. Rafiki yangu, nini kimetokea tena? Sungura akiwa na hasira, lakini bado amenyamaza, akamjibu, ni wewe tena Fisi. Nilijua tu huu ni ujanja wako. Huu mtego ni wako, sio? Fisi akajifanya hajui kitu. Mimi? Acha utani bwana. Nilipita tu nikasikia kelele zako. Lakini sungura alikuwa ameshaona alama za nyayo za fisi karibu na pipa. Alitabasamu kwa ujanja. Sawa basi. Kama kweli wewe sio ulitengeneza mtego huu, basi tusaidiane kuchota hii asali tu. Fisi moyo wake ukasita, lakini akakubaliana, akijua bado anaweza kumaliza kisasi chake. Sungura akamwambia, basi chukua kamba hii fupi ufunge mkono wako ili tusije tukatoka mbali wakati wa kuchota asali. Fisi bila kufikiri mara mbili akafunga mkono wake kwenye mti mdogo karibu na pipa. Sungura akafanya kama vile naye anafunga wake, lakini akaweka kamba feki. Sungura akasema, sasa mimi nitachota kwanza, kisha wewe utanifuata. Akainamisha kichwa ndani, akavuta kipande kidogo cha asali iliyosalia. Fisi akaanza kutokwa na mate. Nipe na mimi, akapiga kelele. Sungura akamwambia, subiri kidogo, asali ni moto bado.
Lakini kabla fisi hajazungumza zaidi, sungura akachukua ile kamba aliyokuwa amefungiwa mkono wa fisi, akaizungusha juu ya mti na kuifunga juu zaidi. Fisi sasa hakuweza kutoka. Sungura akacheka kwa sauti, "Sasa ndugu yangu, utajua kuwa kisasi cha tamaa kina sumu mara mbili." Fisi akapiga kelele, "Nisamehe sungura, nilikuwa na hasira tu." Sungura akasema, "Nimekuelewa, lakini sasa ngoja nyuki warudi waone nani anachota asali yao." Akaondoka taratibu, akicheka kwa sauti ya chini. Baada ya dakika chache, harufu ya asali iliyomwagika ikavuta nyuki waliokuwa karibu. Wakarudi kwa hasira, wakaanza kumzunguka fisi. Fisi akaanza kurukaruka, akijaribu kujifungua, lakini kamba ilikuwa ngumu. Nyuki wakamvamia, wakaanza kumuumiza tena. "Au, sio tena, nisaidieni jamani!" Akapiga kelele. Sungura akiwa mbali, akatazama kwa huruma, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Huyu fisi bado hajafundishwa vizuri, kisasi hakiwezi kuzima kisasi." Usiku ulipoingia, nyuki waliondoka. Fisi akiwa amechoka, mwili wake umevimba, akajilaza chini. Baadaye sungura akarudi, akamfungua kimya kimya, akamwambia, "Fisi, nimekufundisha mara ya pili, ukijifunza leo, hutapoteza kesho. Usitumie ujanja kwa hasira, utapoteza heshima yako." Fisi akiwa amenyong'onyea, akainama kichwa, machozi yakimtoka, "Nisamehe sungura, nilijifunza, hata kisasi nacho ni kama asali yenye sumu." Sungura akatabasamu, "Umesema kweli. Tamaa na kisasi havina mwisho mzuri." Kisha wakaenda kila mmoja upande wake, wakipotelea kwenye kivuli cha msitu, huku upepo ukipuliza taratibu, ukisindikiza funzo lao lililojaa hekima. Ndugu msikilizaji, hadithi hii inatufundisha kuwa kulipiza kisasi hakurejeshi amani, bali huongeza maumivu. Ukijifunza kusamehe, moyo wako utapona haraka kuliko wa yule anayebeba chuki. Asante kwa kusikiliza Tunu za Kiswahili. Usisahau kusubscribe, kushiriki na kuendelea kuwa nasi kwa hadithi nyingine zenye mafunzo na burudani. Mpaka wakati mwingine, kwaherini.